St. John. Tumetokea katika kanisa la EAGT Temeke kwa mchungaji Celsus. Siku ya leo tumewaletea habari za Yesu. Siku ya leo tumewaletea wokovu. Haleluya. Basi bila kupoteza muda, tufungue maandiko matakatifu katika Injili ya Luka ile sura ya 19 mstari wa 1 hadi ule wa 10. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Luka 19 mstari wa 1. Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Huyu ni nani? Ni Yesu. Haleluya. Amen. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Katika mji huu wa Yeriko alikuwepo mtu maarufu aliyekuwa akiitwa Zakayo. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Alikuwa ni mkubwa, alikuwa na ngazi kubwa katika watoza ushuru. Leo tunaweza tukawaita TRA. Naye ni tajiri. Alikuwa ni tajiri sana. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu. Alikuwa anataka muone Yesu, ajue ni wa namna gani, ajue habari zake, ajue huyu Yesu anafananeje, anatendaje miujiza. Maana alisikia habari kwa watu mbalimbali, hivyo alitaka ajionee kwa macho. Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Lakini alipotaka kumwona Yesu hakuweza, kwa sababu yeye alikuwa ni mfupi, lakini watu waliokuwepo ni warefu, hivyo hapo walikuwa ni wengi, hivyo hakuweza kuona. Ikabidi atafute njia. Je, ni njia gani alitumia kumwona Yesu? Mstari wa 4. Ndiyo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona. Akapiga hatua akaenda akapanda juu ya mti ili tu amwone huyu Yesu, kwa kuwa atakuja. Alipopita pale kwenye mti akatazama juu akamwona Zakayo. Akamwambia. Alimwambiaje? Zakayo, shuka upesi. Akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Kwa maana leo imenipasa nishinda nyumbani mwako. Akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha. Zakayo alitii akashuka, maana alitaka muone Yesu. Alifurahi kwa sababu aliambiwa ya kwamba mimi nitakuwa leo nyumbani mwako. Zakayo alifurahi sana. Mstari wa 7. Ndiyo. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema. Watu walinung'unika walipoona Zakayo akienda nyumbani, Yesu akienda nyumbani kwa Zakayo, wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Watu walianza kusema Yesu anawezaje akaingia kwa mtu mwenye dhambi? Yesu ni mtakatifu, anawezaje akaingia kwa watu ambao hawajaokoka? Yesu ni mtakatifu, anawezaje akaingia kwa watu ambao ni wa mataifa? Zakayo akasimama akamwambia Bwana. Zakayo akasimama kujali maneno ya watu, akamwambia Yesu, Tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa masikini. Nusu ya mali yangu nitawapa maskini. Na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Kama ikiwa nimemnyang'anya mtu kwa hila, maana yake amemnyang'anya, alikuwa na mfosi, nitamrudishia mara 4 ya vile ambavyo nimemdhulumu. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu. Leo wokovu umekuja nyumbani humu. Leo wokovu umekuja nyumbani kwako wewe mtu wa Maina. Leo wokovu umekuja kwako wewe mtu unayenisikia. Haleluya. Endelea. Kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa sababu Mungu anakupenda. Ndio maana amekuletea wokovu siku ya leo. Ndio maana anataka usikie sauti
duniani. Ndiyo, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa maana Yesu amekuja kutafuta kile ambacho kimepotea. Yule ambaye anahangaika amekuja kuokoa wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uendelee kuhangaika, hataki kuona unauguliwa, hataki kuona unasumbuka katika biashara. Yeye yupo amekuja kukuokoa, yeye yupo amekuja kukusaidia, yeye yupo amekuja kukuokoa siku ya leo. Wewe unayenisikia sauti hii, amekuja kukuokoa kutoka kwenye ulevi, amekuja kukuokoa kutoka kwenye kuvuta bangi, amekuja kukuokoa kutoka uwezi, amekuja kukuokoa katika jina la Yesu. Ndugu yangu, mpokee huyu Yesu. Yeye hajali jinsi gani ulivyo, hajali ni jinsi gani ambavyo unaishi, bali anataka moyo wako mkubali, bali anataka moyo wako mkubali. Kama unasikia kuna kitu, kama unasikia moyo wako unakwambia ya kwamba usokee mbele, umwamini huyu Yesu, umpokee huyu Yesu, ninakusihi umpokee, ninakusihi umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili kwamba usiteseke na magonjwa, ili kwamba usiteseke na kitu chochote. Haleluya. Zakayo alichoshwa kuitwa mdhulumiaji, alitosha kuitwa mtu mwenye dhambi. Ndio maana alimkabidhi Yesu maisha yake, ndio maana alisogea kwa Yesu ili apate wokovu, ndio maana alisogea kwa mfalme wa amani, ndio maana alisogea katika yote ndani ya yote. Haleluya. Ukiwa tayari kumkabidhi maisha yako, atakuwa pamoja nawe daima, atasimama pamoja nawe katika biashara yako. Bwana atasimama nawe katika shughuli zako. Bwana atasimama nawe, yupo tayari kukusaidia. Huyu mfalme wa amani yupo tayari kukusaidia. Huyu Bwana wa mabwana, yeye haangalii kazi yako,
asingekubali kuingia nyumbani kwa Zakayo, maana Zakayo alikuwa ni msulumiaji mkubwa, lakini Yesu alitaka huyo ndiye aokoke. Wenda ukawa unafanya matendo maovu, kila mtu anayachua matendo yako maovu. Yesu yupo siku ya leo, anataka kuokoe, anataka kuokoe, maana amekuja kukutafuta, maana amekuja kukuokoa, maana amekuja kukutafuta, maana wokovu siku ya leo ameuleta kwako. Wokovu siku ya leo amekuletea. Ndugu yangu, mpokee huyu Yesu, mpokee huyu Bwana awe mwokozi wa maisha yako. Karibuni vijana, karibuni wakina baba, Yesu anawapenda watu wote. Karibuni mabodaboda, Yesu anawapenda watu wote. Karibuni watu wote ambao wanasema ya kwamba jioni ya leo niko tayari kumpa Yesu maisha yangu. Nyoosha mkono wako namna hii, na sisi tutaenda kufanya maombi na tutakuombea. Basi wengine waga wanaogopa.